Hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano, wala pasipo mfano hakuwaambia neno. Tunaona maneno haya katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 13 na ule mstari wa 35, ambapo tunaonyeshwa kwamba mstari wa 34 anasema kwamba hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano, wala pasipo mfano hakuwaambia neno, ili litimie neno lililonenwa na nabii akisema, nitafumbua kinywa changu kwa mifano, nitayatamka yaliyositirika tangu awali. Kwa hiyo hapo Yesu anatamka yaliyositirika tangu awali, lakini anayatamka kwa mifano. Anayafunua ambayo yalifichwa tangu zamani, lakini kwa mifano. Mfano ni nini? Mfano ni kitu ambacho kinatumika kuelezea kitu kingine ambacho kina tabia au sifa ambazo zinafanana au zinaelekeana. Kwa hiyo mfano unakusaidia kukurahisishia wewe kukielewa kitu fulani. Kwa hiyo mfano sio uhalisia, bali unakusaidia kuelewa uhalisia. Manake mfano ni kama kivuli. Ukiwa na kivuli, kivuli sio halisi. Halisi ni kile kitu ambacho kimepelekea kuwe na hicho kivuli. Kwa hiyo kile kitu kinachosababisha kuwe na kivuli ndio halisi. Kwa hiyo kile kitu ambacho kinazungumziwa kupitia mfano ndio halisi. Sasa Yesu anasema kwamba alifundisha kwa mifano, wala pasipo mfano hakuwaambia neno. Sasa inakuja hapa ni hatari sana pale ambapo tunachukua mafundisho yote kwenye Biblia kama vile tu ni mafundisho na historia, pasipo kujua kwamba kumbe hiyo ni mifano tu ambayo sio uhalisia na ina uhalisia wake. Kumbe sasa ni muhimu utambue maana ya hiyo mifano, uhalisia wa hiyo mifano. Utawezaje kutambua ikiwa hauna mchungaji, hauna kiongozi, hauna mwalimu ambaye ana uwezo wa kukufundisha vitabu vya unabii na utimilifu? Hawezi kukufundisha maana halisi ya mifano. Ukimwambia kuhusu vitabu vya Ufunuo, anaanza kukupiga chenga, anaanza kuzunguka. Ukimwambia kuhusu vitabu vya unabii, anaanza kukuzunguka na kupita safari ndefu sana, halafu anakujibu tena kwa mawazo yake yeye binafsi kwamba hapa nadhani ni hivi, nafikiria itakuwa hivi, na hisi itakuwa hivi. Akati neno la Mungu, unabii wote ule imeandikwa kwamba hautolewi kwa mapenzi ya mwanadamu, bali kwa mapenzi ya Mungu. Kwa kama ni kwa mapenzi ya Mungu, basi imekupasa akuthibitishie huo utimilifu wa unabii, maana ya mifano, maana ya hizo picha, hivyo vivuli vyote akuthibitishie kwa kutumia neno la Mungu. Neno la Mungu likamilishane. Ikiwa wewe ni miongoni mwa watu ambao wanatamani kuzijua hizi siri za ufalme wa Mungu ambazo zimefichwa humu, ambazo zinapelekea watu wengi tunasoma mpaka tunachanganyikiwa. Ukisoma kitabu cha unabii unaona watu wanakimbilia milima, iwaangukie haiwaangukii. Je, hiyo milima ni ipi? Inamaanisha nini? Kuna milima aina ngapi kiroho? Kumbe vitu vyote natakiwa tuvitambue kiroho na sio kimwili kama jinsi ambavyo vimeandikwa. Kuna vitu vingi havipo kama jinsi vilivyo. Utawezaje kutambua ikiwa kama kiongozi anayekuongoza ni kipofu? Kama Yesu alivyosema kwenye Mathayo 15 mstari wa 14, kipofu akimuongoza kipofu mwenzie, wote watatumbukia shimoni. Kwa hiyo imekupasa uwe na kiongozi ambaye ana uwezo wa kuona, ana uwezo wa kutambua, na akakuongoza kupitia neno la Mungu na sio kwa mawazo yake binafsi, kukufafanulia na kukuelezea maana ya mifano, picha, vivuli, siri zote za ufalme wa Mungu pamoja na unabii na utimilifu. Haitoshi tu kufahamu mafundisho na historia kukukamilisha wewe. Imekupasa utambue siri za ufalme wa mbinguni, ili kupitia kuzijua siri za ufalme wa mbinguni uweze kuingia huo ufalme wa mbinguni. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukitambua siri za ufalme wa mbinguni utatambua mapenzi ya Mungu ndani ya hizo siri, na utafanya hayo mapenzi ya Mungu kwa ukamilifu. Na Yesu hata kuambia wewe kwamba hukuyafanya mapenzi ya baba yangu wa mbinguni, hautakuwa mmoja kati ya wale ambao wataambiwa hukufanya mapenzi ya baba yangu wa mbinguni. Kwa sababu gani? Walikuwa na ujasiri sana, walikuwa na imani kwamba tunaenda mbinguni, tunaingia uzima milele, tutaingia, tunairisi nchi mpya na mji mpya. Lakini Yesu anawaambia kwamba sikuwajua ninyi kwa sababu hamkufanya mapenzi ya baba yangu wa mbinguni. Kumbe unaweza ukatoa pepo kwa jina la Yesu, ukafanya ishara na miujiza kwa jina la Yesu, ikiwa hautambui mapenzi ya Mungu wa mbinguni, bado hauwezi kuingia ufalme wa mbinguni. Kwa na kukaribisha